nilikuwa namsikia mtumishi wa Mungu anafundisha. Akawa anauliza anasema hivi, leo akaja mtu hapa kanisani, mkamuongoza sala toba akaokoka. Alafu akasema anataka atoe ushuhuda. Alafu kwenye ule ushuhuda wake, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye ni mwaminifu sasa, anaweza akaongea ukweli. Akasema Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu ameniokoa, mimi nilikuwa mchawi. Mimi ndo nilimla nyama mama yako. Anashuhudia kabisa, anasema sio mama yako tu, anaweza akaendelea. Nilimla nyama na mdogo wako. Let's say watu watatu kwenye familia moja. Wewe utaanza kumchukuliaje huyo mtu baada ya kushuka hapo madhabahuni? Na unajua kabisa alimla nyama nani? Alimla mama yako. Inawezekana ulizaliwa hata wa peke yako. Hauna mdogo wako, hauna kaka. Kwa hiyo na baba labda alikutelekeza. Bahati mbaya. Umejikuta tu ni wewe na huyo mama mtu anasimama kwa jasiri anasema namshukuru Bwana Yesu amenisamehe, amenipa nafasi nyingine tena. Ila miongoni mwa makosa ambayo niliwahi kuyafanya, niliwahi kuwa na mmoja wa watu ambao niliwahi kumua mama yake na fulani, tukamla nyama. Kutokea hapo ndio utagundua kwamba fikra zako na Mungu zinafananaje. Kuna watu unawakasirikia leo kwa sababu ya maovu wanayofanya, lakini unapaswa kuwaza kama Mungu ya kuwa siku moja Mungu anaweza akawabadilisha, na wakabadilisha wanakuwa vyombo kabisa. Anasema tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Hiyo ndio fikra ambayo anayo Yesu kwa habari ya maisha ya kila mmoja. Hata wewe ukitafakari maisha yako haukuwa hivyo, kuna mahali ulitokea. Kwa hiyo mmoja ya siri ambayo itafanya maombi yako yajibiwe ni kuwa na fikra kama alizonazo Yesu. Kitabu kile cha Marko sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 1 hadi 24 ni habari za mgerasi mmoja. Neno la Mungu nasema alikuwa amefungwa na jikatakata. Alikuwa hawezi hata kushikiliwa na watu, anakaa tu makabrini. Lakini neno la Mungu nasema siku alipokutana na Yesu. Siku alipokutana na nani? Na Yesu. Napenda maneno ya Mungu kwa sababu moja ya jambo ambalo niligundua, wakati ambapo amefunguliwa alikuwa anamfuata Yesu. Yesu akamwambia mimi usinifuate, baki hapa. Neno la Mungu nasema alienda sehemu moja inaitwa Decapoli, akahubiri mji mzima ukaokoka. Jifunze kuwa unawatazama watu kama vile ambavyo Mungu anawatazama. Fikra zako ziwe aligned na vile Mungu ambavyo anafanyaje? Anawatazama. Na ukweli ni kwamba fikra za Mungu ni neno lake. Vile ambavyo neno la Mungu linasema kwa habari ya mtu, ndivyo hivyo ambavyo unapaswa umtazame. Amen. Haleluya. Hii ni moja ya siri ambayo itajenga mahusiano imara kati yako na Mungu na utajibiwa maombi yako kwa haraka. Tutasoma mstari wa mwisho kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ile ya 8 mstari ule wa 20 hadi wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: tukijiepusha na neno hili, mtu asije katulaumu kwa habari ya karama tunayoitumikia, tukitangulie kufikiri yaliyo mema, si mbele za Bwana tu ila mbele ya wanadamu. Anasema tukitangulia kufikiri, yaani jambo ambalo linapaswa litangulie kufikiri ni yaliyo mema, si mbele za Bwana tu ila mbele ya wanadamu. Si mbele za Bwana tu ila mbele ya nani? Ya wanadamu. Wewe unamtazamaje huyo mtu unaifanya naye kazi ofisi moja? Unamtazamaje huyo mtu ambaye ni jirani yako? Wewe unamtazamaje? Unapaswa kumtazama kama vile ambavyo neno la Mungu linamtazama.